Sasa nizungumzie kuhusu utaratibu wa utendaji kazi katika utumishi wa umma, yaani serikalini. Utendaji kazi katika utumishi wa umma unazingatia yafuatayo. Moja ni suala zima la sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali iliyowekwa. Sheria means and includes katiba ya nchi na sera mbalimbali za nchi. Hivyo lazima tuvizingatie, lakini ili tuvizingatie lazima tujenge utaratibu wa kujisomea na kujua nini kimo ndani ya sheria, kanuni, taratibu hizo zilizowekwa. Sio mtu aanze kutunga mambo yake huko kichwani, hapana. Kuna utaratibu umewekwa, na kwa maana hiyo lazima tusome hizo sheria, hizo kanuni, hizo taratibu, hiyo miongozo, tuielewe, na tukishaielewa tuwe na kumbukumbu, kwa sababu kazi ya serikali inahusu kwa mujibu wa as per. Sasa huwezi kuzungumza hayo kama huna kumbukumbu nayo. Lakini hapo hapo baada ya kuzungumzia hayo, inabidi uwe na memory, kumbukumbu, ili kesho na kesho kutwa ukitaka kufanya reference unafanya, kwa sababu kiko kichwani, unakwenda tu kupata details kule. Na kwa maana hiyo basi tunasema kwamba kumbukumbu zako ziwe ni photographic memory, ambapo hiyo picha iwe ni black and white, kwa sababu kila mmoja rangi nyeupe anaijua, rangi nyeusi anaijua, hababaiki. Lakini rangi zingine watu wanababaika kwamba hivi nyekundu ni ipi, kahawia ni ipi, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo awe na kumbukumbu sahihi. La pili, utendaji kazi serikalini unazingatia utaalamu na taaluma. Inapotengenezwa organization structure, wanaeleza kwamba katika swala hili atahitajika mtaalamu, mtu mwenye utaalamu fulani, na huo utaalamu ndio unaosababisha yeye aajiriwe pale. Kama ni mhasibu, nafasi ya uhasibu, ataajiriwa mwenye utaalamu wa uhasibu. Injinia hawezi kupewa kazi ya uhasibu. Mtawala hawezi kupewa kazi ya mkaguzi, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo utaalamu na taaluma lazima vitiliwe mkazo katika utumishi wa umma, kila mmoja kwa taaluma yake na ni idara gani aliyopo. Ya tatu ni weledi. Kazi ya serikali, kazi ya utumishi wa umma inafanywa vile vile kwa kuzingatia weledi, professionalism, umahiri, murua. Mtu akiona kazi ambayo mtu amefanya aseme ndio, hii imefanywa kwa weledi stahiki, imefanywa kwa umahiri stahiki, na kwa maana hiyo hapa kazi inafanyika. Namba 4 ni uadilifu, integrity. Lazima kazi katika utumishi wa umma ifanywe kwa kuzingatia uadilifu, integrity. Na hili ni swala
pana zaidi katika mada zinazofuata nitalizungumzia, lakini kazi ya serikali lazima ifanywe kwa kuzingatia uadilifu, watu ambao wamenyoka, watu ambao hawana kona kona. La tano ni kuhusu uwazi na uwajibikaji. Uwazi sio kwamba utoe taarifa ya kila kitu, lakini uwe ni uwazi stahiki, ili usije ukafika mahala ukatoa siri za ofisi au siri za serikali. Lakini uwajibikaji, kwamba umefanya kazi, lazima utoe taarifa ya utekelezaji, ueleze mmekwendaje, pale ambapo mmekumbana na changamoto uziainishe, lakini usiishie tu katika uhodari wa kuainisha changamoto. Lazima useme kutokana na changamoto hivi tufanye nini, the way forward. Uweke wazi hayo. Kwa maana hiyo uwazi na uwajibikaji, transparency and accountability ni muhimu katika masuala ya utumishi wa umma. Sita ni uzalendo. Kazi ya serikali lazima ifanywe kwa uzalendo wa hali ya juu. Upendo kwa taasisi, upendo kwa serikali, upendo kwa nchi, upendo kwa taifa. Uwe na passion, uwe na mahaba na kazi yako katika maeneo yote hayo. Saba ni kujenga mazingira mazuri mahali pa kazi, good industrial relations. Unajengaje mazingira mazuri mahali pa kazi? Yako mengi, lakini nitaje mawili matatu. La kwanza ni kuhakikisha kwamba vikao vyote vya kikanuni vinavyotakiwa kufanyika vinafanyika. Vikao vya seksheni, vikao vya idara, vikao vya wafanyikazi wote, vikao vya baraza la wafanyikazi vifanyike, na huko vikao hivyo vifanyike kwa utaratibu uliowekwa. Mnajadili mambo, mnafikia maamuzi, na maamuzi hayo yanatekelezeka, na kwa maana hiyo yaende kutekelezwa. Vikao visigeuke mahakama, vikao visifike mahala ni pa kutishana, vikao hivyo visigeuke ni mahala pa kutukanana. Hapana, ni vikao vya kujenga na namna ya utekelezaji wa majukumu ambayo mmepewa. Lingine ni viongozi kusikiliza malalamiko na matatizo ya wananchi wanaowaongoza na wananchi kwa ujumla. Baada ya kuyasikiliza hayo, wayapatie ufumbuzi. Usisikilize tu malalamiko, matatizo ukayaacha hapo. Kazi ya viongozi ni kuhakikisha kwamba hayo matatizo ya wanaowaongoza, malalamiko ya wanaowaongoza, wanayachukua, wanayafanyia kazi na kuyapatia ufumbuzi. Katika swala hili la utendaji kazi katika utumishi yanayozingatiwa, niishie hapo, lakini kuna ambayo katika mada inayofuata nitayazungumzia tena, nitarudia haya kwa sababu ni mambo ya msingi sana.